Mfalme Suleimani aliwapita wafalme wote duniani kwa mali na kwa hekima. Bwana Yesu asifiwe sana. So haya masomo mawili yanatuthibitishia kwamba hekima ina viwango. Wengine hawa matajiri wa ulimwengu pia walikuwa na utajiri na walikuwa na hekima, lakini hekima ya Suleimani iliwapita yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Na vile tunasoma ya kwamba hekima ni kitu cha dhamani sana, ni vizuri ukitamani hekima usitamani ya chini. Tamani hekima yako ipite. Kama wewe ni mwalimu, hekima yako ipite ya walimu wengine wote. Kama wewe ni mama kama mimi, hekima yako ipite ya kina mama wengine wote. Kama wewe ni baba nyumbani, wacha hekima yako ipite ya kina baba wengine wote kwenye mtaa unaoishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hoja ya tatu. Wisdom attracts favor. Wisdom attracts favor. Hekima huvutia kibali na Mungu na binadamu. It attracts favor with God and with men. Praise the Lord. Wisdom attracts favor with God and with men also. Tunamuona Suleimani alipoomba kwenye lile somo tulilosoma, when Solomon asked for wisdom, he was given wisdom. He was given riches or wealth. He was also given what? Honor. Bwana Yesu asifiwe sana. Aliomba tu hekima, lakini akapewa mali, akapewa heshima, akapewa hata na utajiri wote ambao angeweza. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona hata huyu Malkia wa Sheba alipokuja kumuona, maandiko yanasema alikuja na ngamia na farasi zimebeba mali. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano tunamuona hata wakati askofu wa Uganda wanapokuja kwenye conference hapa, wapendwa kutoka Uganda huja wamebeba, si ndio? Na hata kundi linalotoka hapa wakienda mkutano kule Uganda pia huwa wanaenda wamebeba. Wafalme walipoenda kutembeleana kusalimiana, hawaendi mkono mitupu, wanaenda wamebeba mali. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo Malkia wa Sheba alipoenda kumuona Suleimani, alienda wakati amebeba mali ya dhamani sana. Kwa hivyo unapopata hekima unapata kibali. Unapata kibali kwa Mungu na kwa binadamu pia. Na kibali cha kwanza ni kwamba sio hekima pekee utapewa. Suleimani alipewa na utajiri na afya na siku nyingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamuona Yusufu pia katika Biblia, Joseph. When he found wisdom, wakati alipokuwa kwenye nyumba ya Farao, akapambanua ndoto ya Farao na kumwambia kwamba miaka 7 inakuja ya njaa, tujiwekee chakula kama hazina. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu alimpa hekima. There was wisdom upon Joseph. And what did that wisdom do? It attracted the favor even with Pharaoh. And that is why alitolewa gerezani na akafanywa kuwa governor katika hiyo nchi ya Misri. That is what wisdom can do. It attracts favor with God and with men. Bwana Yesu asifiwe sana. So even you and me today, if you find favor, there are so many goodies that will come with it. Haikuji wisdom peke yake. You will be attracted and you will be favored by God and also by men. Bwana Yesu asifiwe. This wisdom that we are talking about, the Bible says it is more valuable. Dhamani ya hekima ni kubwa. In the book of Job 28 verse 18, tulisoma 28:28, lakini sasa kwenye 28:18, kitabu cha Ayubu 28 mstari wa 18. Ayubu 28:18. The Bible says, no mention shall be made of coral or pearls, for the price of wisdom is above rubies. The price of wisdom is about rubies. Rubies katika Kiswahili tunasema chapita marijani. Hii marijani ni mawe ya dhamani sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini its value au dhamani ya hiyo marijani haifikii dhamani ya wisdom. Hata kama huwezi ishika ukapima labda uzito wake ama ukubwa wake hiyo hekima, lakini its value, dhamani yake ni kubwa kupita hiyo marijani. Wacha tusome pia Methali 16:16.
tuone kitu tunachoelewa. Labda Marinjani hatuelewi sana, lakini katika Methali 16:16 inasemaje? Proverbs 16 verse 16. How much better it is to get wisdom than gold. Understanding is to be chosen rather than silver. Hivi vyote vinadhibitisha ya kwamba dhamani au the value of wisdom is better than rubies, it is better than gold and even silver. Tunajua dhahabu, watu wanakufa kwenye migodi wakichimba dhahabu, si ndio? We are looking everywhere for silver, we are looking for pearls, we are looking for all these rubies. But the Bible says that the value of wisdom is better than rubies, it is better than gold, it is better than silver, which means it is very valuable. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa sababu ina dhamani sana, wisdom is the source of happiness. Wisdom is the source of happiness. That is fact number 5. Wisdom is the source of happiness. Na hiyo unaweza soma katika Proverbs 3:13. Hatutasoma but andika, utajisomea. Proverbs chapter 3 verse 13. Na tukishasoma hizo hoja zote, asante sana projector ametupea, ingawa hatuko tusome, but inasema happy is the man who finds wisdom. If you want happiness, find wisdom. Happy you will be. When you find wisdom, you will find happiness. Bwana Yesu asifiwe sana. So wisdom is the source of happiness. God bless you. Now, on top of all this then, there is a disclaimer here. Mwalimu huwa anasema na vingine tunaandika note, NB. Don't assume that you have wisdom. Wisdom sio kitu tu chenye unafikiria kwamba I am wise. Yaani unaamka tunaona hapa mimi mwenyewe napita mtihani wa wisdom. Hapana. You cannot assume that you are wise, that you have wisdom. Not all Christians are wise. Sio Wakristo wote wanayo busara. Hawana hekima wote ambao wanajiita Wakristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na katika kitabu cha Yakobo Biblia inasema kwamba let the wise man prove. Wacha mwenye hekima na adhibitishe mwenyewe, moja kwa maneno anayosema na pili kwa matendo yake. In other words, kama uko na hekima tutasikia na tutaona matendo yako. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndio tutajua, kwa sababu tumesema kwamba hekima inaweza kuonekana na inaweza kusikika. Kwa hivyo ukinena hekima tutasikia. Bwana asifiwe. Na ukitenda mambo kwa hekima pia tutayaona na tutajua. Ndio sababu tunaambiwa katika kitabu cha Yakobo ya kwamba itudhibitishe hekima tulio nayo kwa maneno na kwa matendo yetu. Na kwa bahati mbaya huwa saa zingine tunaweza kusema maneno mengi sana. Naweza kufika hapa mtu akajisifu akanena mengi kujihusu mwenyewe, lakini matendo yako nayo wacha yaongee kwa sauti kubwa kuliko maneno yako. Bwana asifiwe. Watu wengine wanasifa. Unafika mahali unasema mimi ndio naitwa Daktari Ruben Wekesi. Wanasema kumbe ni wewe. Yaani sifa zako zilifika kabla ya wewe mwenyewe kufika. Si ndio? Wacha iwe ni sifa nzuri ya hekima. Wacha hekima ulio nayo ionekane kwa matendo zaidi ya maneno, kwa sababu unaweza sema ukajisifia, lakini yale unayotenda ni kinyume na yale unayoongea. Bwana Yesu asifiwe. Wacha matendo yetu yawe mema. Sifa ama hekima tulio nayo ionekane kwa matendo. Sifa au hekima ya matendo yetu iongee kwa lugha au kwa sauti kubwa kuliko maneno yetu tunayoyanena. Bwana Yesu asifiwe. Najua sisi ni binadamu na tuna madhaifu yetu, lakini katika yote Mungu anatusaidia. Kama alimpa hekima Suleimani, hata sisi tunahitaji hekima na anaweza kutupa. Bwana Yesu asifiwe sana. What are the sources of wisdom? Hekima hutoka wapi? Ya kwanza ni kwamba Mungu hupeana hekima. Tumeona katika maandiko Suleimani aliomba hekima. When Solomon asked for wisdom from God, God gave him. So God is a source of wisdom. We read that story in 1 Kings chapter 5. It is God who gives wisdom. Bwana Yesu asifiwe sana. But in the book of Deuteronomy, tukifungua kumbukumbu la Torati 34, Deuteronomy chapter 34,
verse 9. Deuteronomy chapter 34 verse 9, Kumbukumbu la Torati 34 mstari wa 9. Biblia inasema hivi: Now Joshua the son of Nun was full of the spirit of wisdom, for Moses had laid his hands on him. So the children of Israel heeded him and did as the Lord had commanded Moses. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa tunaona ya kwamba Musa alimwekea mikono Joshua na Joshua akapata hekima. So the second source of wisdom can be by laying of hands. Praise the Lord. So the source of wisdom is God, and the second source of wisdom can be by the laying of hands. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbuka tulipoanza tulikuwa tunafafanua difference ya knowledge and wisdom. Knowledge unaipata kwa kusoma vitabu, kwa matukio yanayotokea maishani mwako. Experiences you have will give you knowledge. But now from God and from the laying of hands you get wisdom. Praise the Lord. And this wisdom comes in many types. We have several types or kinds of wisdom. Maandiko fulani yanaongea kuhusu aina 6, mengine yanaongea kuhusu aina 4 ya hekima. Lakini kunayo hekima ya kidunia, earthly wisdom, and we have heavenly wisdom. Praise the Lord. Tunapoelekea tamati, tutasoma katika kitabu cha Yakobo, the book of James chapter 3. We go to the book of James, kitabu cha Yakobo chapter 3. Tutaanzia mstari wa 13. James chapter 3 verse 13 tutafika 17. The Bible says, "Who is a wise man endued with knowledge among you? Let him show out of a good conversation his works with meekness and wisdom. But if you have bitter envying and strife in your hearts, glory not and lie not against the truth. This wisdom descends not from above, but is earthly, sensual, and devilish. For where envying and strife is, there is confusion and every evil work. But the wisdom that is from above is pure, peaceable, gentle, easy to be entreated, full of mercy and good fruit, without partiality and without hypocrisy." Nitarudia katika Kiswahili. Ni nani aliye na hekima na ufahamu kwenu? Na aonyeshe kazi zake kwa mwenendo wake mzuri katika upole wa hekima. Lakini mkiwa na wivu na wenye uchungu na ugomvi mioyoni mwenu, msijisifu wala msiseme uongo juu ya kweli. Hekima hiyo sio ile itokayo juu, bali ni ya dunia, ni ya tabia ya kibinadamu na ya shetani. Maana palipo na wivu na ugomvi, ndipo palipo na machafuko na kila tendo baya. Lakini hekima itokayo juu kwanza ni safi, tena ni ya amani, ni ya upole, tayari kusikiliza maneno ya watu, imejaa rehema na matunda mema, haina fitina na haina unafiki. Bwana Yesu asifiwe. Katika somo hili Yakobo mlango wa 3, na hapo ndipo nilipo nakili hapo nyuma nilipokuwa nasema ya kwamba Biblia inasema kwamba hekima itajidhihirisha kwa maneno na kwa matendo yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa katika Yakobo 3 kuanzia mstari wa 13 uliposoma, Biblia inauliza vizuri, who is wise and endued with knowledge among you? Ni nani aliye na hekima na ufahamu
kwenu, aonyeshe kazi yake kwa mwenendo wake mzuri katika upole na hekima. That is how we will know that you are wise. Let us see it. Praise the Lord. Let him show out of good conversation. Hapo ni maneno. That is why you are saying, by your words we will judge. We will be able to know if you are wise or not. Kwa maneno unayozungumza tutajua kwamba unayo hekima ama hauna. And then his works. So it is your words and your works that will prove the type of wisdom that you have. Praise the Lord. Halafu tunaambiwa ya kwamba ile hekima ambayo ni hapa chini, ambayo Biblia imesema if you have bitterness, mstari wa 14, but if you have bitter envying and strife in your heart, glory not and lie not against the truth. This wisdom does not come from above, which means aina hii ya hekima ni ya chini, ya kidunia. This is earthly wisdom. Hii ndio imejaa envy, kuna strife na kuna kunungunika. Aina hiyo sio hekima itokayo juu. This is the earthly type of wisdom. Praise the Lord. Lakini katika mstari wa 17 tunaambiwa kwamba but the wisdom that is from above, the heavenly or the godly wisdom, aina ya hekima itokanayo na Mungu ambayo haitoki hapa duniani, inatoka juu mbinguni. This wisdom is first of all pure. These are the characteristics of godly wisdom. First of all, it is pure. Praise the Lord. And then it is peaceable, ina amani. Hakuna kungangana, hakuna kupigana, hakuna kugombana. This type of wisdom is peaceable, ina amani na watu. Bwana Yesu asifiwe sana. It is gentle, ni uya upole. Hakuna kusukumana, hakuna kugombana. Bwana Yesu asifiwe sana. It is willing to yield, inatoa matunda. It is full of mercy, imejaa rehema na ina matunda mazuri. Bwana Yesu asifiwe. This is the type of wisdom that you and I can desire to have. Sio hekima ya kujiwekea mwenyewe, sio hekima inayopimwa katika viwango vya kidunia, lakini ni hekima itokanayo na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hekima ulio nayo iwe na amani. Hekima ulio nayo ijae rehema. Praise the Lord. Iwe safi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kiswahili kinasema hivi, hekima itokayo juu kwanza ni safi, tena ni ya amani, ni pole na iko tayari kusikiliza maneno ya watu. Praise the Lord. Wakati mwingine unaweza kukaa kati ya watu lakini huna haja hata kusikia kwamba watu wanasemaje. Bwana Yesu asifiwe. Hata Yesu mwenyewe wakati mmoja aliwauliza wanafunzi wake, je, watu husema mimi ni nani? Wewe umewahi jali kwamba majirani zako husema wewe ni nani? Wenzako huko shuleni, huko kazini, wao husema wewe ni nani? Wakati unasema umeokoka, je, kuna mtu yeyote hata jirani yako anajua kwamba wewe umeokoka? Praise the Lord. Unajua unaposoma kitabu cha Ufunuo, kuna mstari unapenda kujirudia kwamba aliye na masikio na asikie Roho wa Bwana nayo nena kwa makanisa. Huwa nasoma huo mstari na nashangaa, na wasio na masikio kusema kwamba ndugu yetu Ruben amesema ameokoka. Wenye hawasikii hayo maneno, je, wanaona wokovu ndani yake? Wale ambao hawana macho, je, wanasikia wokovu wako? Na wale ambao hawasikii kukuhusu, je, wanaweza hisi, wanaweza kuona tu mwenendo wako na wajue, huyu mama lazima ameokoka. Mtu akafika hapo na aseme mimi nimepotea, nilikuwa naenda kanisani, nimeokoka, natafuta mahali penye. Anasema kama wewe umeokoka, wacha tukuelekeze kwa mzee Bakari. Huyo ndio mtu mwenye ameokoka hapa mwenye tunajua. Je, wokovu wako unajulikana na watu unaoishi nao? Bwana Yesu asifiwe sana. Inasema ya kwamba uwe tayari kusikiza maneno ya watu, sio kusengenyana, sio kunena mabaya. Wacha sifa zako zikasikike kwa watu, wajue kwamba wewe umeokoka, wajue kwamba unayo hekima, waisikie hekima ulio nayo na waione pia kwa macho matendo unayoyatenda katika hekima. Bwana Yesu asikie sana. Hiyo hekima imejaa rehema na ina matunda mema. Haina unafiki, hakuna kujidanganya hapo, ni safi. Bwana Yesu asifiwe sana. Jinsi vile ninavyotamani ya kwamba niwe na hekima, na sio hekima ya hapa duniani, bali hekima itokanayo na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Naelekea tamati ya somo hili la hekima, na tunajifunza ya kwamba hekima ni kitu cha dhamani sana.
Wisdom is key. It is very important and it is a rare character. Ni tabia ya kipekee ambayo kila Mkristo ni lazima tu awe nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunahitaji hiyo hekima in all areas of our operation. Iwe nyumbani unahitaji hekima, uwe kazini, uwe hapa kanisani unahitaji hekima, si ndio? Tutasoma kitabu cha Kutoka 35:35. The book of Exodus 35:35. We are concluding about wisdom. Exodus 35:35. Exodus 35:35. Biblia inasema hivi: He has filled them with skill to do all the manner of the work of the engraver and the designer and the tapestry maker in blue, purple, scarlet thread and fine linen, and of the weaver, those to do every work, and those who design artistic words. Nakala yangu inasema hivi: Them has he filled with wisdom of heart to do all manner of work of the engraver and of the cunning workman, of the embroiderer in blue, in purple and scarlet and in fine linen, and of the weaver, even of them to do any work, and those that devise cunning work. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii kazi ilikuwa inafanyika na watenda kazi. Hapa kulikuwa na kazi ilikuwa inatendeka na ilikuwa kazi ya ujenzi. Kwa hivyo walitaji mafundi, wacha niseme mafundi wa ufundi ama wa ustadi tofauti tofauti. They wanted people who are called engravers, they wanted weavers, they wanted embroiders, and all these people had to be filled with wisdom. Praise the Lord. This means as a weaver, he needed wisdom. As an embroider, he needed wisdom. As a cunning tapester, he needed wisdom. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunajaribu kusisitiza nini? Ya kwamba hekima inahitajika in every field of life. Uwe mwalimu, unahitaji hekima. Kama hauna hekima, hata hiyo staff room haikaliki na wenzako, si ndio? Uwe mfanyikazi katika serikali, katika ofisi, you need wisdom. It is that wisdom that will enable you to serve so well. Bwana Yesu asifiwe. Last Sunday tulikuwa tunasomewa hapa majina ya viongozi. Na ninajua labda ulichaguliwa katika kama kiongozi katika idara moja au hata zaidi ya moja. In whichever area that you have been appointed to serve, you need wisdom. Bwana Yesu asifiwe sana. Iwe katika idara ya vijana, you need wisdom. Iwe katika Sunday school teacher Emma, kama sio hekima utaweza hawa watoto. Kwa wazee huku, ndugu afuvwa, kama sio hekima hakuwezekani. Mama Adelaide, nimeona umeingia. Bila hekima wa mama hawawezekani. Bwana Yesu asifiwe. Whichever area that you have been appointed to work, labda unakaa unashangaa na mimi nitaweza. Maybe it is your first time you are being appointed in that area. Ama labda ni maeneo ambao umezoea. Ndugu yangu Edwin, umekuwa kiserve katika ushering and protocol. Weka hekima. I know maybe you have been serving in that area for the last 10 years, ama 20, ama tangu kanisa ianze. But this time round, try wisdom. Praise the Lord. Ongeza hekima katika hayo maeneo. Huko kwa praise and worship, sifu katika roho, ongeza wisdom. Bwana Yesu asifiwe. Kule jikoni watapika, they have to add wisdom. Praise the Lord. Kama mtu wa kupamba tu hekalu mahali walikuwa wanajenga katika Exodus 35, if an engraver needed wisdom, if an embroiderer needed wisdom, what about you in the area you are serving? My brother, you will need wisdom. My sister, you will need wisdom. If you don't have wisdom, ask God and he will give you. Praise the Lord. Katika Methali, nikisimama hapa mwanzo nikasema ya kwamba mimi ni mama na tukasherekea kina mama, si ndio? In the book of Proverbs chapter 31, it talks about a virtuous wife. Mwanamke mwenye hekima. Bwana Yesu asifiwe sana. Na katika hicho kitabu in verse 26, Proverbs 31 verse 26.
Proverbs 31 verse 26. Kuanzia mwanzo wa huo mlango unaongea juu ya huyu mwanamke mwenye hekima, lakini huo mstari wa 26 anasema ya kwamba she opens her mouth with wisdom and her tongue is the law of kindness. Hufumbua kinywa chake kwa hekima na sheria ya wema iko katika ulimi wake. This is a virtuous wife or woman. Huyu ni mwanamke mwenye hekima. Biblia inasema kwamba anapofumbua kinywa chake anafumbua kwa hekima. Amen. Wanasayansi wanatuambia kwamba sisi kina mama huongea mara 3 zaidi ya kina baba. Sijui ni ukweli, sijui ni uongo, sijui. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hapa tunaambia kwamba huyu mwanamke hufungua kinywa chake kwa hekima. Kwa hayo maneno mengi yenye tunanena kama wamama, kama tutaongea maneno ya hekima, imagine how beautiful this world will be. Sio tu kwamba ni makombora unarusha, sio matusi unanena, sio masengenyo, but every word of those many words that you speak with wisdom. Whenever you open your mouth, you are speaking with wisdom. This world will be a beautiful place to live. Bwana Yesu asifiwe sana. So even as mamas, hata tunaposherekea siku yetu leo, wacha tuongeze hekima. Tufungue vinywa vyetu na tunene in wisdom. Praise the Lord. Even in the book of Acts, hatutasoma but tuandike chini. Acts chapter 3. Katika kitabu cha Matendo, mlango wa 3, mlango wa 6 mstari wa 3. Acts chapter 6 verse 3. This is about the early church, kanisa la kwanza. Na wakati huo Yesu Kristo tayari alikuwa ameshakufa na akafufuka, akapaa kwenda mbinguni. Na mitume wakaenea kote wakihubiri injili ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na walipohubiri watu waliokoka. Kila siku watu waliongezeka kwenye idadi yao. Na walipokuwa wakifanya hivyo, kukawa